Shirika la umeme Tanzania TANESCO uzalisha, usafirisha, uuza na kusambaza umeme nchini kote. Uzalishaji umeme hutumia maji, mafuta na gesi. Kuni kusambaza umeme nchi nzima. TANESCO, TANESCO, tunayangaza maisha yako. Tunayangaza maisha yako. Miaka mitatu iliyopita hali ya umeme nchini ilikuwa mbaya, na Watanzania ni mashahidi wa hali hiyo, kwa sababu ilifika wakati ukipita Kariakoo basi kila duka lina generator yake, kila nyumba ina kibatari chake, kama sio kibatari basi ina taa ya chemli, kama sio taa ya chemli basi wana inverter. Yote hayo kupambana na hali ilivyokuwa. Lakini nakumbuka tuliahidi, TANESCO tuliahidi, tukasema tunaomba wateja wetu wawe na subira. Matatizo haya yanahitaji muda. Matatizo haya yanatatulika, lakini yanahitaji muda. Na nashukuru sana kwa uvumilivu ambao Watanzania walikuwa nao. Taratibu, hatua kwa hatua tukaanza kutatua matatizo, na ninashukuru kwamba leo hii kwa kweli nina ujasiri wa kusema kwamba hali imeimarika sana tofauti na ilivyokuwa huko nyuma, na tunaendelea kurekebisha. Hatusemi kwamba tumemaliza. Tunaendelea kuimarisha. Nia yetu ni kufika wakati ambapo umeme haukatiki kabisa. Na mimi nasema hilo linawezekana. Linawezekana Tanzania kama linavyowezekana Ujerumani, au kama linavyowezekana China au nchi nyingine iliyoendelea. Linawezekana. Shirika la umeme Tanzania TANESCO linaendelea kufanya maboresho katika miundombinu ya umeme nchi nzima, ikiwa ni pamoja na kutekeleza miradi mipya ili kuhakikisha kuwa shirika linazalisha umeme wa kutosha, wa uhakika na wa bei nafuu, na kupatikana kwa Watanzania wengi. Katika jiji la Dar es Salaam, TANESCO inaboresha vituo vya kupooza na kusambaza umeme ili kuongeza kiwango cha umeme katika jiji la Dar es Salaam na nchi nzima kwa ujumla. Kufuatia kazi kubwa inayoendelea ya kutekeleza miradi ya umeme, management ya TANESCO ikiongozwa na mkurugenzi mtendaji Mhandisi Felchesme Mramba ilitembelea vituo vya kupooza umeme vinavyoboreshwa na vinavyojengwa upya ili kuona kazi hizo zinakwenda kama ilivyopangwa. Ziara hii ilianzia eneo la Kinyerezi. Katika eneo hili panajengwa hitimisho la bomba kubwa la kusafirisha gesi kutoka Songosongo pamoja na vituo 4 vya kufua umeme. Ujenzi wa miradi ya vituo hivi 4 vya kufua umeme katika eneo hili la Kinyerezi unatekelezwa na TANESCO kwa kushirikiana na makampuni mengine. Mtambo wa Kinyerezi namba 1 utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawatt 385. Kinyerezi namba 2 utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawatt 240 na unajengwa na kampuni ya Japani ya Sumitomo. Miradi ya Kinyerezi namba 1 na Kinyerezi namba 2 inamilikiwa na TANESCO kwa 100% kwa niaba ya serikali. Kinyerezi namba 3 ni ubia kati ya TANESCO na kampuni ya Shanghai Electrical ya China na itakuwa na uwezo wa megawatt 600. Kinyerezi namba 4 itajengwa na kampuni ya Polygroup ya China, nayo ni ubia kati ya TANESCO na China. Mitambo hii itakuwa na uwezo wa kutumia gesi na mafuta. Lengo kubwa la kutekelezwa kwa miradi hii ni kuongeza kiwango cha umeme kinachozalishwa kutoka megawatt 1500 kwa hivi sasa hadi kufikia megawatt 3000 ifikapo mwaka 2015. Utekelezaji wa miradi ya uzalishaji umeme Kinyerezi umefikia zaidi ya 80%. Baadhi ya mitambo imeshafungwa na ujenzi wa majengo na miundombinu mingine inakwenda vizuri kama ilivyopangwa. Ujenzi wa mradi kwa pande
zote, kwa maana kwamba ujenzi wa majengo, ufungaji wa mitambo ile ya awali ambao ilikuja kwa kamili ambao tunaita ni complete package. Yaani kwamba mitambo miwili iliposafirishwa na kuwekwa hapa yote imekamilika. Kwa hiyo sasa hivi maendeleo ni makubwa sana na malengo yetu yatatimia kama tulivyopanga mradi wetu. Mtambo huu utakuwa unatumia mafuta ya aina mbili. Utatumia gesi na utatumia mafuta ya kawaida. Haya matenki, kutokana na huu mtambo wetu, tulifanya hivyo ili tuweze kukabiliana na chochote kile kitakachotokea. Kama itatokea kwamba bomba la TPDC hili la kwetu ambalo linaweza likawa kwenye matengenezo au hitilafu yoyote ile, ili tusipoteze megawati 150. Kwa hiyo tulifanya hivyo makusudi, ili kusudi mtambo wetu uweze kutumia gesi na uweze kutumia mafuta vile vile. Baada ya kukagua na kupatiwa maelezo katika eneo la Kinyerezi, ziara ya management ya TANESCO ikafika katika kituo cha kupooza na kusambaza umeme cha Gongo la Mboto. Kituo hiki cha Gongo la Mboto kitakapokamilika kitaboresha hali ya upatikanaji umeme katika jiji la Dar es Salaam. Kituo hiki miongoni mwa vituo kadhaa ambavyo tunavijenga hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kupanua umeme, miundombinu ya umeme katika jiji la Dar es Salaam, lakini kubwa zaidi kuboresha umeme unaopatikana sasa hivi na kupanua miundombinu yetu. Kituo kama hiki hapa bado hakijaanza kufanya kazi. Pamoja na improvement hiyo tunayoiona, bado tuna vituo kama hivi ambavyo havijaanza bado kufanya kazi. Hivi vyote ninavyovisema, kituo hiki hapa Mbagala, Kurasini, City Center pale na vingine havijaanza bado kufanya kazi. Kwa hiyo ubora huu wa umeme ambao tayari tunauona wakati tuna kazi nyingine kama hizi ambazo hazijaanza. Kwa hiyo siku tutakapoanza kutumia kituo hiki, tuna uhakika kwamba ubora wa umeme utaimarika zaidi. Ili kuhakikisha mitambo inawekwa kwa usahihi, TANESCO inafuatilia hatua kwa hatua. Tunahakikisha kwamba kila mahitaji ya shirika yanatimizwa, na kama kuna regulations zinatakiwa zifuatwe zinafuatwa. Kwa hiyo tunafanya kazi according to the specifications za mitambo yetu. Katika kituo cha kupooza na kusambaza umeme cha Gongo la Mboto kumewekwa mitambo ya kisasa iliyo na uwezo wa kujiendesha yenyewe wakati wote. Kwa kweli na TANESCO tunajivunia sana. Tunajivunia sana mabadiliko yanayotokea katika utendaji wetu, kwamba TANESCO tunaondoka kwenye uendeshaji wa shirika kwa kutumia teknolojia za kizamani. Tunaanza kuweka vifaa ambavyo vinatumia teknolojia za kisasa, na tunataka tuwe efficient katika operations zetu, na vifaa vya aina hii ndivyo vinavyotuhakikishia kwamba umeme unaweza ukapatikana bila usumbufu, bila kukatika kwa wateja. Lakini kubwa zaidi ni uwezo wa vifaa hivi kuwasiliana. Teknolojia za kisasa maana yake mawasiliano. Sasa kituo kama hiki kina uwezo wa kuwasiliana na kituo cha Ubungo, kina uwezo wa kuwasiliana na kituo cha Mbagala, kina uwezo vinaweza kuwasiliana, kupeana taarifa na kuchukua hatua wenyewe. Ndio maana tunasema tunapokuwa na mzunguko huu ambao tunausema, kama kukiwa na tatizo hapa, sasa umeme unaotokea Kipawa ukawa na matatizo, then mara moja umeme unaotokea upande wa Mbagala utaweza kusupply kwa wananchi. Kituo cha kupooza na kusambaza umeme cha Kipawa kimewekwa katika mfumo wa mzunguko wa usambazaji umeme, yani ring circuit, ili kupata uhakika wa upatikanaji wa umeme. Hapa ndio zitapokea line inayotoka kule tulikotoka Gongo la Mboto. Line kutoka Gongo la Mboto itambamba kwenye sambamba na reli, alafu tunakuja tunaipokelea hapa. Ikifika hapo itaingia kwenye hii bus bar ya 132 kV ambayo inatokea Ubungo. Hii line mnayoiona hapo kwenye nani, hii inatoka Ubungo ndio inafeed kituo hiki cha Kipawa. Kwa sasa tutatoa hapa Kipawa tunaenda
Gongo la Mboto. Kwa hiyo ukiangalia huu ni mzunguko ambao unaanzia Ubungo kama kituo chetu kikubwa, kituo mama. Mtafuata hii mishale ya blue. Kuna mstari ambao ni thick kwa moja unakuja hapa Factory Zone 3. FZ3 imeandikwa upande wa kushoto pale, ndio hapa tulipo. Kwa hiyo line itatoka hapa inakwenda kule Gongo la Mboto tulikotoka, and then kutoka Gongo la Mboto kwenda Mbagala Kurasini, halafu Kurasini tunarudi tena Ubungo. Factory Zone 3 au Kipawa, na hii ndio scope, yani tuseme ni kama extension ya kituo. Kazi ya hapa kama substation naweza nikasema kwamba imeshakamilika yote. Kuna scope nyingine nitawaeleza kwa sababu tume-add transformer ya 33 hapo, na tutaingia kwenye control building tena tutaona equipment zilizopo. Kituo kimeshakamilika na wameshamaliza pre-commissioning. Tunasubiri mtaalamu wa kucommission ile transformer ya 33 ambayo nitawaonyesha hapo. Itakamilika mwezi wa 9, atakuwepo kwa mwezi mzima. Ziara ya management ya TANESCO ikiongozwa na mkurugenzi wa TANESCO mhandisi Felchesmi Mramba ikafika katika mradi wa ujenzi wa kituo cha kupooza na kusambaza umeme cha Mbagala. Mradi huu umefikia hatua za mwisho za utekelezaji. Kituo hiki miongoni ya vituo hivi vikubwa tunavyojenga vya kuimarisha umeme wa Dar es Salaam. Sasa Mbagala, eneo la Mbagala ni eneo maalum kwa TANESCO, tunalitazama kwa jicho la tofauti. Na tunalitazama hivyo kwa sababu tunapoangalia maendeleo ya viwanda na uwekezaji katika jiji la Dar es Salaam, miaka ya nyuma ungefikiria Nyerere Road, baadaye ungefikiria maeneo ya Mikocheni, maeneo ya viwanda, labda ungefikiria maeneo ya Kurasini, lakini sasa hivi Mbagala ndio iko mstari wa mbele katika uwekezaji wa viwanda. Kwa hiyo utaona load kubwa kabisa katika jiji la Dar es Salaam iko upande wa Mbagala. Na line za umeme zilizokuwepo zamani hazitoshi tena. Mahitaji ya umeme yamekuwa makubwa kuliko miundombinu yetu yote tuliyoweka Mbagala. Kwa hiyo kituo hiki umuhimu wake ni kuweza kukidhi mahitaji haya makubwa yanayoongezeka kwa kasi sana. Katika eneo hili la Mbagala kuna viwanda vya cement, tuna kiwanda cha cement Mkuranga hapa, tuna kiwanda cha cement eneo la Kigamboni, tuna kiwanda cha cement hapa Mbagala, tuna kiwanda kikubwa cha maji, Bakresa na kiwanda kikubwa cha maji na matunda maeneo ya hapa karibu na Mkuranga, na viwanda vingine vingi kama unavyoweza kuona around vinajengwa na vingine vipya vinaendelea kujengwa. Kuna viwanda vya chuma vinajengwa hapa. Sasa matokeo yake ni kwamba tusipokuwa na kituo kikubwa chenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji haya yanayoongezeka kwa kasi, hali ya umeme Mbagala inakuwa ngumu sana. Na nafikiri kwa sasa hivi katika jiji la Dar es Salaam, Mbagala ndio eneo lenye matatizo makubwa zaidi ya umeme. Ni Mbagala, Kurasini, Kigamboni na Mkuranga. Huko ndo tuna shida kubwa sana. Kwa hiyo kituo hiki kinapokamilika, tatizo hilo litakuwa limekwisha. Kwa sababu umeme wa hapa sasa wa maeneo ya Mbagala utakuwa hautoki Ilala. Utakuwa unaanzia hapa kwenye kituo hiki na kusambaa kwa watumiaji maeneo yote, Kijichi, Mtoni, Sabasaba, Mbagala Kuu na kwingineko. Kituo cha kupooza na kusambaza umeme cha Kurasini pia kimeanza kujengwa na kitakapokamilika kitaongeza nguvu ya umeme unaosambazwa katika maeneo ya Kurasini mpaka Kigamboni. Kusambaza umeme nchi nzima. TANESCO, tunayangaza maisha yako. Tunayangaza maisha yako. Shirika la umeme Tanzania TANESCO linahudumia wateja wakubwa na wadogo, yaani wateja wa majumbani na viwandani. Mkoa wa TANESCO wa Ilala ni moja ya mikoa yenye wateja wakubwa wengi, ambapo mahitaji yake ya umeme huongezeka siku hadi siku. Na wateja wakubwa 500. Na hao hapo awali tulipokuwa tukiwatembelea walikuwa mara zote wakilalamika. Lakini siku hizi tukiwatembelea kuuliza
wana matatizo gani na wanataka sisi kama shirika tuwafanyie nini. Kwa kweli wamekuwa wanatuelezea vizuri kwamba sasa hivi kuna improvement kubwa na wameweza hata wao kuongeza production zao kwa sababu umeme umekuwepo kwa muda mrefu zaidi kukompea na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa katika taifa letu kwa sababu hata uchumi wa nchi unakuwa kwa uwepo wa umeme. Miongoni mwa wateja wakubwa wa TANESCO waliopo katika mkoa wa Ilala ni taasisi ya mifupa MOI. Mkurugenzi wa taasisi hii anaeleza umuhimu wa umeme. Kwa ulazima ni kwamba ni umeme unasaidia sio tu kutoa mwanga, hapa ni zaidi ya kutoa mwanga, au ni sehemu ya maisha au ya kuweza kuishi kwa mwanadamu. Nimekuwa katika huduma ya upasuaji hapa Muhimbili kama daktari kwa muda zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo mabadiliko mbalimbali nimeweza kuyaona kutokana na huduma ya TANESCO kwetu hapa. Kwa huko nyuma ulikuwa unaweza ukawa una operate ukakuta umeme umekatika. Ulikuwa unaweza ukawa uko ICU umeme unakatika, inabidi uanze kuhangaika na mgonjwa usijue unaweza kufanya nini. Lakini kwa takriban kipindi cha miaka hii ya jirani tumeweza kuona uboreshaji mkubwa sana wa huduma za TANESCO. Na hii nazungumza toka moyoni kabisa kwamba kwa sasa tunaona ule ukatikaji wa umeme sio kama ilivyokuwa huko mwanzo. Na mara nyingi kwa sasa hivi tunapewa taarifa kabla kwamba umeme utakatika. Kwa takriban kama 90% umeme unapokatika, ukiondoa labda ile matatizo makubwa ya grid, unakuta tumepigiwa simu kwamba umeme utakatika muda fulani, na kwa muda huo tunakuwa tumeshajiandaa, tunahakikisha tuna generator backup za kutosha, mafuta yapo ili kuweza take over, ili kuweza kuhudumia kipindi hicho. Kwa hiyo kuna uongezeko la ubora sana katika hiyo. Lakini vile vile nikizungumzia hata nafasi nyingine kama mwananchi wa kawaida, hata zile huduma za kuunganishiwa umeme zimekuwa ni bora sana, sio kama huko nyuma kwa jinsi nilivyoziona. Katika kipindi cha siku chache nilikuwa nami mteja upande huo na niliweza kuunganishiwa ndani ya kipindi kifupi. Umeme umekuwa haukatiki tena mara kwa mara kama ulivyokuwa ukikatika kule nyuma. Na hata hivyo kwa upande wa mawasiliano kwa sasa kwa kweli TANESCO wanawasiliana nasi. Kama kuna siku ambayo inabidi umeme katika kwa muda mrefu wanatuambia na sababu wanakuwa wametupa, na hivyo kutufanya sisi tuweze kujua tutapangilia vipi kazi zetu na tutafanya nini wakati ambapo umeme utakuwa haupo. Kampuni za Bahresa ni moja ya watumiaji wakubwa wa umeme. Kwanza nataka niseme kwamba miaka miwili iliyopita na hivi sasa tulivyo kuna tofauti kubwa katika huduma ambazo TANESCO inatoa. Miaka miwili iliyopita ilikuwa tunasema TANESCO wanatufanyia uzembe. Lakini tunaona kwamba mabadiliko sasa yapo na mwelekeo ni mzuri, na tunategemea kwamba huko tunapokwenda kadiri uboreshaji huu unofanywa utasaidia katika kuleta ufanisi katika huduma ambazo TANESCO inatoa. Sasa tukirudi kusema kwamba tunashukuru kwamba mabadiliko yaliyokuwa au yanaendelea kufanyika yanatupa matumaini kwamba tutafikia pahala unalala usingizi mzuri, unajua kwamba programu yako na mpango wako unakwenda vile ambavyo unavyotakiwa. Na tunatoa pongezi sana kwa jitihada hizo ambazo tunafanya, na sisi tuko tayari kuziunga mkono kwa njia yote ile. Kubwa ambalo mimi ningelipenda kuambia TANESCO